Ni wasihi wenzangu katika serikali, lakini pia wafanya biashara, wajasiriamali, kama alivyosema mwenyekiti, kwenye mabadiliko yoyote kuna maudhi, kuna makero, mabadiliko yanauma. Kwa muda mrefu nimesema hapa, miaka 35 nyuma tulikuwa tunakwenda na mtindo wa kodi ambao tulikuwa nao. Niwaombe tuende na mtindo wetu ule ule wa R4 wa kujadiliana, kuvumiliana, kuwasiliana, kustahamiliana, tujenge upya nchi yetu. Niwaombe sana. Niwapongeze pia wafanya biashara na wananchi wote kwa ujumla kwa moyo wa uzalendo wa kuendelea kulipa kodi kwa hiari bila shuruti. Ingawa bado kuna wakwepaji, lakini wengi wakishikwa hivi wanalipa kwa hiari bila shuruti. Asanteni sana kwa kuunga mkono juhudi hizo za serikali. Na ndio maana tunasogea. Wananchi wanapolalamika mvua imeharibu barabara, si muda mrefu wizara husika ipo kutengeneza barabara, kwa sababu fedha tunakusanya. Kila linalolalamikiwa tupo kurekebisha, kwa sababu fedha tunakusanya. Tusipokusanya hatuwezi kufanya chochote. Kwa hiyo niwasihi sana wananchi, tuendelee na desturi nzuri ya kulipa kodi ili tuweze kufanya mambo yetu. Serikali na wadau mbalimbali tunao wajibu wa kuhakikisha kwa nchi yetu inakuwa na mfumo bora wa kodi utakaorahisisha kufuatilia makusanyo ya kodi kwa ufanisi, ikiwemo kudhibiti mianya ya ukwepaji wa kodi kama mapendekezo ya tume yalivyosema. Ndugu zangu, ripoti hii imekamilika na imekabidhiwa katika kipindi ambacho nchi yetu tunakwenda kutekeleza au tunaanza utekelezaji wa dira yetu ya 2050, dira ambayo mwelekeo wetu ni kukua kwa uchumi kufikia uchumi wa fedha nyingi trilioni 1 ifikapo 2050. Inshallah Mungu atujalie tufike huko. Lakini dira hii inatuambia kwamba utekelezaji wake katika vipindi vya miaka mitano tunavyoikata, 22% ya utekelezaji wa dira hii utafanywa na serikali, 70% ni sekta binafsi na wadau wengine, na 8% ndio mashirika ya umma. Kwa lazima tujisahihishe kwenye sera za kodi, sheria za kodi na practices zetu. Ndugu viongozi na wananchi, nilifanya maamuzi ya kuunda tume hii ili kufanya tathmini ya kina ya mfumo wetu wa kodi kufuatia malalamiko ya muda mrefu kutoka kwa wananchi, wafanyabiashara, wawekezaji pamoja na wadau wa maendeleo kuhusu changamoto za mfumo wa kodi nchini. Lakini pamoja na hayo, mabadiliko ndiyo maendeleo. Napokaa muda mrefu lazima mjitathmini na mjibadilishe. Hata nyoka naye hujibadilisha, si ndio? Anavua gamba, anaacha, anakwenda akiwa mpya. Kwa na sisi tunataka kuvua gamba la malalamiko ya kodi ili tuende tuwe wapya.